Ninaongea haya baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu. Sio kwa sababu sikuwa na la kusema, bali kwa sababu sikuwa tayari kukubali ukweli wangu. Kuna makosa hayapigi kelele, hayavunji nyumba kwa siku moja, lakini yanakaa moyoni na kumtafuna mtu polepole. Mimi ninaishi na dhambi ambayo imenitafuna kwa miaka. Mimi ni Mama Anna. Nilikuwa mke wa Baba Anna, na kabla ya yote hayo, nilikuwa msichana aliyempenda John tangu mwaka 2010. John alikuwa mwanzo wangu, upendo wa kwanza, mtu niliyempa ujana wangu bila masharti. Tulikuwa pamoja, tukapotezana, tukarudiana. Tuliumizana sana, lakini hatukuwahi kuachana kabisa. Kila tulipojaribu kufunga ukurasa, tuliufungua tena kwa maumivu yale yale. Maisha yaliendelea. Kila mmoja wetu aliingia kwenye mahusiano mengine. Mimi nikaolewa mwaka 2020 na Baba Anna. Kwa kusema ukweli, Baba Anna alikuwa mwanaume wa ndoto za wanawake wengi. Mtulivu, mwenye busara, mwenye upendo wa dhati na mipango ya maisha. Alikuwa ameajiriwa serikalini, kiongozi katika idara yake, na hakuwa na shida ya kumudu mahitaji ya familia. Alinipa heshima, alinipa jina la mke, alinifanya mama wa watoto wawili wazuri, Anna na Kelvin. Kwa macho ya watu, nilikuwa nimefika. Wanawake walinitazama kwa wivu mzuri wakisema, huyu kaolewa na mwanaume anayejitambua. Lakini moyoni mwangu, kulikuwa na ukurasa mmoja wa maisha yangu ambao sikuwahi kuufunga. Nilijidanganya kuwa ndoa ingenifanya nimsahau John, lakini ukweli ni kwamba sikuwahi kuachana naye kihisia. Polepole, kimya kimya, nilirudisha mawasiliano naye. Mwanzoni ilikuwa mazungumzo tu, kumbukumbu, kicheko cha zamani, lakini baadaye yakawa makosa makubwa zaidi. Sio kwa sababu Baba Anna alininyima chochote, la hasha, tatizo lilikuwa mimi. Kila nilipotoka nyumbani niliaga naenda sokoni au kumtembelea ndugu, lakini mara kadhaa nilijikuta nimeenda kwa John. Kila mara nilijiambia hii ni mara ya mwisho, lakini moyo haujali ahadi za akili. Kuna siku moja ambayo imebaki alama moyoni mwangu, siku ambayo ndio hasa ilifungua mlango wa maangamizi ya ndoa yangu. Siku hiyo nilitoka nyumbani asubuhi. Nilimwambia Baba Anna naenda kufanya manunuzi ya nyumbani. Aliniaga kama kawaida, kwa upole wake ule ule aliokuwa nao siku zote. Hakuhisi chochote, hakutilia shaka. Nilitoka nikiwa na uso wa mke mwaminifu, lakini moyoni nilijua ukweli haukuwa huo. Badala ya sokoni, nilipitia kwa John. Tulikaa pamoja muda mrefu, tulizungumza, tuliwazana, tukajikuta tumepasha kiporo sana tu. Yaani, John kuna namna alinikunja nikafika ulimwengu ambao alinifikisha zamani. Ilikuwa si mara ya kwanza, lakini siku ile nilihisi nimeenda mbali zaidi ya nilivyowahi kwenda. Nilijua nafanya kosa kubwa, lakini nilijiachia kana kwamba kesho haipo. Tulipoagana jioni, tukaanza kuchat. Mazungumzo yalikuwa marefu, ya kina na ya kufungua moyo. Ilikuwa kama kuendeleza kila kitu tulichokuwa tumepitia mchana kutwa. Nilizungumza hisia zangu zote bila kujizuia, bila kuficha chochote. Nilizungumza kama mwanamke ambaye hakuwa ndani ya ndoa, bali ndani ya kumbukumbu ya upendo wa zamani. Nilipofika nyumbani, nilikuwa nimechoka sana. Mwili ulikuwa mzito, akili ikiwa imechanganyikiwa. Simu yangu iliendelea kupokea meseji kutoka kwa John. Ilianza kuishiwa na chaji. Nilijua kabisa nilipaswa kufuta mazungumzo yale, lakini uchovu ulinizidi. Nilichomeka tu kwenye chaja, nikijiambia nitafanya baadaye. Usiku ulipokaribia, Baba Anna aliniomba tendo la ndoa. Nilimkatalia, nikamwambia nimechoka sana na mizunguko ya sokoni. Nikamwomba tuvumilie hadi kesho. Hakukulalamika, alinikubali. Tukajilaza. Usingizi ulinipitia haraka, lakini simu iliendelea kupokea notifications. Baba Anna aliamka ili kuizima asije akasumbuliwa na kelele zake. Alipoichukua simu, skrini ikawaka. Ujumbe wa juu ukaonekana wazi, maneno ambayo hayakuwa ya kawaida kwa mke aliye ndani ya ndoa. Hapo hakuniamsha, hakuniuliza, aliamua kusoma. Ujumbe mmoja ukaongoza kwa mwingine.
mazungumzo yote, maneno yote niliyosema bila kujistiri, hisia zote nilizofungua kwa mwanaume mwingine. Asubuhi ilipofuka, nilimkuta amekaa kimya selubani. Uso wake haukuwa wa hasira, bali wa mtu aliyepigwa na ukweli mzito ghafla. Alinitazama kwa macho mekundu, akaniuliza kwa sauti tulivu lakini nzito, "John, ni kwa nini kwako?" Nilitaka kusema uongo, lakini macho yake yalikuwa yameshachoka kudanganyika. Nikalia, nikasema ukweli wote. Nilipoona macho yake yakibadilika, taratibu akaanza kudosha machozi. Alilia kwa sauti ya uchungu sikuwahi sikia maishani mwangu. Hapo nikajua, hapa ndoa yangu ilikuwa imejeruhiwa vibaya. Aliniambia maneno ambayo sitayasahau. "Mama Ana, umenifanya nijione mwanaume nisiye na thamani yoyote katika hii dunia." Kuanzia hapo, nyumba ikawa tofauti. Kulikuwa na ukimya mezani hadi selubani. Kulikuwa na usingizi wa mgongo kwa mgongo. Watoto wakauliza maswali ambayo sikuwa na majibu. Wakati huo huo, nilipomsimulia John aliyotokea, akaanza kuwa mbali na mimi. Meseji hajibu, simu hapokei, nikajikuta ukweli mchungu. Hakuwa tayari kuendeleza mapenzi yetu ya toka zamani. Alikuwa tayari kunitumia tu, haswa kingono. Talaka haikuja kwa ghafla. Ilikuja baada ya miezi ya maumivu ya ukimya. Usiombe mwanaume awe mkimya kwako. Nampikia chakula ila hali. Kwa kifupi, hakutaka tena kushiriki chochote nilichokiandaa. Ila aliendelea kuishi na watoto kama kawaida, akijitahidi kuficha maumivu ya ndoa yetu. Siku ya mwisho, Baba Ana alisaini karatasi bila maneno mengi. Aliniangalia na kusema, "Nilikupa amani yangu. Ulichagua kumbukumbu ya ex wako bila kujali hisia zangu. Nilikufanya mke na mama wa wanangu wote, ila ulichagua kunipa aibu ya kuwa mume ninayegongewa nje ya ndoa. Binafsi, siwezi kuvumilia kukuona ndani kwangu tena. Nahisi naweza kukufanyia kitendo kibaya dunia nzima ikatetemeka. Leo ni mwisho na sitaki tena kukuona. Watoto kwa kuwa hawajafikisha umri kisheria, unaweza kubaki nao. Ila wakifikisha umri, nitawachukua. Nitawahudumia wanangu kwa kila kitu, ila sio wewe." Leo ninaishi na majuto ya mtu mzima anayejua alikosea. Nina watoto 2 wanaonihitaji. Sina Baba Ana, sina John na sina amani niliyokuwa nayo zamani. Kama kuna jambo moja ningependa mtu mzima ajifunze kupitia simulizi yangu, ni hili: usipoifunga jana kwa uamuzi wa makusudio, itakuja kuvuruga leo bila kukuomba ruhusa. Nilidhani naweza kubeba yote. Sikuweza, na gharama yake nailipa mpaka leo. Daima mthamini na mheshimu mmeo aliyekuweka ndani kuliko mwanaume wa nje yoyote. Na kama una watoto, kaa kwa kutulia kwenye ndoa yako. Hakuna jipya huku mtaani.